Vijana ambao bado wana macho ya kuona, tusomee Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 26 mstari wa 28. Lakini kabla hajasoma nataka nitoe maswali mawili, nitauliza watoto wadogo. Mwamuke ni watoto wadogo, na nataka jibu kwenu. Na mtapatia, atakuwa na bahati yake. Maana nikiuliza wakubwa watajibu. Swali langu ni hivi: sisi ambao tuko hapa, imani yetu ni imani gani? Mwenda au kwa mkubwa, nataka wadogo. Imani yetu imani yetu ni imani gani? Ni mwana mkuu basi, sema mama. Wewe sema. Amen. Kanisa ndio kumbali kidogo, imani yetu ndio. Aso imani ya Kikristo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Swali la pili, tunaitwa wanani sasa? Watoto tunataka wanijibie. Tunaitwa wanani? Tunaitwa Wakristo. Neno letu la siku ya leo tazungumzia Ukristo. Kwa nini tunaitwa Wakristo? Hilo ndio swali. Kwa nini tunaitwa Wakristo? Hao watoto wamejibia maswali na adibisho, wakalili tutaonana nao. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Semaji wetu tusomee Matendo ya Mitume sura 26 mstari wa 28. Nitaenda haraka haraka kwa wale ambao walifika nyuma katika ibada, najua natamani kwenda mbele, lakini ingekuwa heri sisi tu kufika nyuma. Ibada yetu ya Kimethodisti inaanza saa 4 na kuendelea. Tunasoma katika jina la Yesu, Matendo ya Mitume 26 mstari wa 28. Tumsaidie. Tunasoma katika jina la Yesu. Agripa akamwambia Paulo kwa maneno machache, wadhani kunifanya mimi kuwa Mkristo? Amen. 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 Kitabu hiki tumesoma kiliandikwa na Dr. Luka. Huyu Luka hakutembea na Yesu, lakini alikuwa msomi, anafuatilia mambo ya Yesu na akaandika Injili ya Luka. Na alikuwa anamwandikia mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Theophile. Jina la Bwana libarikiwe. Tulisema leo tutazungumzia kuhusu kwa nini unaitwa Mkristo. Tuende na neno la Mkristo ni nani? Hilo ni swali tunaweza kujiuliza, na tutakuwa na maneno kutatu tu. Mkristo ni nani? Na Wakristo waliitwa majina mengi, na la mwisho tutakuwa na inasema kwa nini Ukristo unadharauliwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mkristo ni mtu wa aina gani? Ni nani? Ni mtu Mkristo ni mtu anayemkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Huo ndio Mkristo. Mkristo ni mtu anayekubali kuwa Bwana ni Mwokozi wa maisha yake. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma Warumi 10 mstari wa 9 hadi 10 itathibitisha hilo. Bwana Yesu asifiwe. Na pili ni mtu aliyemwamini Yesu kuwa alikufa kwa ajili yake na akafufuka. Huo ndio Mkristo. Kwanza unakubali kama yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Pili, unakubali kama alikufa na kufufuka katika wafu, akashinda kifo. Jina la Bwana libarikiwe. Huo ndio Mkristo ambao umekubali
alikufa akakuokoa katika sehemu, alikutoa sehemu ulipokuwa unapajua ulikuwa wapi, na unakubali kama alikufa na kufufuka. Huo ndio Mkristo anayeamini hilo. Jina la Bwana libarikiwe. Na neno au hilo jina Mkristo, ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 11 mstari wa 26 utagundua ni wanani wanaanza kuitwa hilo jina. Ni watu wa Antiokia waliitwa hilo jina haraka haraka, wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Paulo akiwa katika kipindi kigumu, wakati anazungumza na mfalme ambao tumesoma, alimwambia sema, wewe unataka kunifundisha kuwa Mkristo? Lakini Paulo alisema vizuri, ukishuka hebu soma tena ile sehemu mama. Usikie maneno Paulo aliyosoma. Usome mstari wa 28 na 29. Inasema hivi, Agripa akamwambia Paulo kwa maneno machache, wadhani kunifanya mimi kuwa Mkristo? 29 inasema, Paulo akamjibu, namwomba Mungu kwamba ikiwa kwa machache au ikiwa kwa mengi, si wewe ila ni hao wote wanao nisikia leo wawe kama mimi, isipokuwa vifungo hivi. Amen. Amen. Paulo anamwambia mfalme aseme, sio wewe tu, na wanaonisikia wote natamani wawe Kristo. Huu Kristo wewe unaona wa kawaida, unauchukulia kawaida, alafu nasema kwa lugha moja unausebia. Hapo nafikiri nilipata vizuri. Unauzaraulisha. Kuna watu wamepanda milima, wamepata shida, wamefungwa, wamepigwa kwa sababu ya Kristo. Ili neno la Mungu litufikia hapa na hapo na hoga. Paulo alikuwa kwenye shida, anamwambia sema, sio wewe tu. Alafu wao unachukua Kristo kitu cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na Mkristo ni mtu anaojitenga na kitu chochote kibaya, ambao anatenda kutenda maovu, kusema maovu. Hivi swali langu ni hivi, ukiwa bombani unashota maji, majirani wanakushuhudiaje bombani? Kile kipindi maji yanakuwa madogo sana. Jibu nalo maana kuna mashahidi wawili au watatu ambao hawakoseaga hata siku moja. Shetani anakujua vizuri wewe kama ni wa kwake au wewe si wa kwake. Roho Mtakatifu anashuhudia kabisa, najua sema huyu ni wangu au sio kwangu. Ni shetani. Hata wewe mwenyewe unajishuhudia sema, pamoja na hiyo ninaimba, naingia kanisani, mimi niko upande fulani. Bwana Yesu asifiwe. Au mashahidi watatu huwa wakosei. Naamini wewe mwenyewe unajua, ukiwa bombani, ukiwa sehemu yoyote ile nje na nyumbani, wewe ni Mkristo au ni mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuulizane swali moja. Niliwaambia sitakawia. Kwa nini Ukristo unadharauliwa? Sababu ya kudharauliwa Ukristo sio watu wa nje, sio wapagani wanaosababisha Ukristo udharauliwe. Ni sisi ambao tuko ndani, ambao wengi waliingia katika njia ambayo sahihi, hawakupita kwenye msalaba, hawajui thamani ya Ukristo kwa tabia, kwa mwenendo. Paulo anaandika wa Korinto, anawajulisha kanisa la Korinto, sisi ni barua, nikwambie, kwa matendo yetu watu wanatusoma, wanatujua tuko wa Kristo wa kweli au feki. Ule jirani yako anakujua, ule ambao mnapakana kaseri, ule ambao mnaimba pamoja na kujua wewe ni Mkristo au wewe sio Mkristo. Anakusoma kwa njia gani? Kwa matendo, kwa mwenendo, kwa tabia.
ingekuwa heri wewe unaitwa Mkristo, ambao watoto wameshuhudia, sisi ambao tuna imani ya Kristo, tusiwe watu wa kudhalilisha au kutukanisha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni aibu, ni aibu kila ambao kinaweza kutoa nje ya Ukristo, ni bora uache nacho. Mimi niliwahi kupitia changamoto hizi siku zimepita. Mungu amenibariki watoto 6, wa kiume 2, mdogo na miaka 12 sasa, mwingine na miaka 18 sasa, au 19 hivi na kimbia 20. Unajua mtoto ambao watoto 6 wavulana ni 2 tu, wewe mkubwa na miaka kama 18, 19, 20, alinipiga matukio mimi mwaka mmoja, mimba 3. Amen, amen. Unasikia tukio kwa wanawake 3 tofauti. Huyu mimba wanaleta, napokea kidogo, kesho nyingine nasema hilo kwangu haiwezekani. Najua hapa kanisa hapa kuna mtu mmoja anaweza kuwa ni shahidi, kwa sababu kesi zilivyounguruma, tulikuwa kwa Mkristo mmoja hapa kwake hapa karibu tu ndani kanisa. Nikamwambia baba, ananiomba mali, nikamwambia samahani, siwezi kukupa mali hata shilingi 100 ya mke wa 2 au wa 3. Hapa kuna mtu ni shahidi, ni mama mmoja mimi namfahamu na yuko hapa ananifahamu, alishajua hivyo. Tulikuwa kwake. Nikamwambia siwezi kukupa shilingi 100 hii ya mali ya kwa mwanamke wa 2 au wa 3. Na huyu simtambui, nyumbani na mwenye kazi ana mtoto pale, huyo ndio namtambua. Ilikuwa ni kipindi kigumu familia. Mtoto kama nasema watoto shida yuko, anasema mimi sitaenda kuzimu sawa, mtoto nishamaliza mzaa, nimemkomalisha tajijua. Mpaka leo mtoto akae kwangu, nimwambia kaa na matukio yako. Alikimbia village moja, zone moja, sitaisema maana kiisema mnaweza mfahamu haraka haraka.